Unaisoma katika ile Injili ya Yohana sura ile ya 8. Injili ya Yohana sura ile ya 8 mstari wa 34. Anasema Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kila anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo wewe hutakuwa unatumikia kutawala, bali wewe utakuwa unatumikishwa na dhambi. Hutakuwa unafanya nini? Hutakuwa wewe unatawala, bali wewe utakuwa unatumikishwa na dhambi. Watu wote ambao ni watenda dhambi huwa wanatumikishwa. Mtu anaamka asubuhi anaanza kufikiria, hivi sasa mimi hapa niende angalau nikazimue kidogo. Yaani amekunywa jana, alafu asubuhi anafikiria kwenda kuzimua. Kwa hiyo maisha yake yeye ndio hayo. Kwani watu si tumepitia huko? Tunajua kwamba mtu, kwa sababu gani? Dhambi ndio inomtumikisha mtu, anageuka kuwa mtumwa. Kila wanaotenda dhambi ni watumwa wa hiyo dhambi. Shetani ni hatari sana. Sio rahisi kutawala. Sio rahisi kutawala. Biblia inasema kwamba mtakopesha na wala hamtakopa, sio hivyo? Mtakuwa vichwa na wala hamtakuwa mkia. Kwa hiyo lazima haya mambo tusimame nayo, na hatuwezi tukafika tu huko hivi hivi. Lazima kuna rules, kuna kanuni zake ambazo zipo. Ifikie mahali yale maneno, maandiko yaliyoandikwa kwenye Biblia tuyaishi, yawepo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Aishi duniani hapa kama misukule, wanatumikishwa. Kwani misukule hizi zinatumikishwa? Misukule inatumikishwa. Sasa dhambi ndio ambayo inayomtumikisha mtu. Jambo lingine ni uzembe na uvivu. Uvivu unaweza kusababisha umaskini na kushindwa kusimamia kile Mungu alicho. Mithali sura ile ya 10 mstari wa 4, neno la Mungu linasema hivi, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Umesikia hiyo? Sio mimi ninayesema, ndio ni neno la Mungu. Anayetenda mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Kwa hiyo mtu mwenye bidii, nilisema hivi, katika jambo lolote lile, katika jambo lolote lile, ukiwa na bidii brother, lazima utafanya nini? Lazima utafanikiwa. Lazima utafanikiwa. Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Jamani, utumishi wa Mungu sio kazi. Sio kazi. Yaani ukiwa mtumishi wa Mungu sio kwa maana kwamba ile ni kazi, sio kazi ya ajira. Sio hivyo? Naomba mnielewe. Nataka nitengeneze hapa vizuri mnielewe. Kuwa mtumishi wa Mungu sio kazi ya ajira. Tumesema hivi ni utumishi. Kuna usemi unasema mimi sifanyi kazi ya kanisa. Sio hivyo? Mshakusikia? Mimi hapa bana sifanyi kazi ya kanisa hapa. Mimi sifanyi kazi hapa ya nini? Sifanyi kazi ya kanisa. Mimi nataka hela. Sitaki, lakini nakwambia hivi, Mungu analipa. Yaani hata kama nyinyi msimpe, lakini Mungu kuna namna ambavyo yeye mwenyewe anamlipa. Nimeyaona hayo katika maisha yangu. Kwamba kuna wakati mwingine unajikuta tu Mungu anafanya nini? Mungu unajua tu kwamba kumbe hii kazi ninayoifanya sio bure. Sio kwa maana kwamba eti ni mpaka kwamba Mungu atani huko mbinguni nitalipwa huko mbinguni. Ndio, kwani huyo mtumishi wa Mungu, kwani huyo Mungu hajui kwamba mimi naishi hapa duniani? Kwa hiyo kuna mambo mengine hapa duniani tutalipwa, alafu huko mbinguni ni uzima wa milele. Kwa hiyo tumika mwanangu, fanya kwa bidii. Mungu mwenyewe ataona namna gani ya kuweza kulipa.